Kodi ya 10. Acha kabisa kunung'unika na kulaumu hovyo. Mungu atakuua. Biblia ina mifano mingi ya watu walioangamizwa na Mungu kwa sababu ya manung'uniko na lawama. Kuna waliochomwa moto kwa sababu ya manung'uniko. Mungu akamwambia Musa, jitenge na hawa, niwaangamize mara moja. Mungu akawalamba watu 14,700 kwa moto. Hii iko katika kitabu cha Hesabu 16 mstari wa 41 mpaka wa 45. Kuna waliozikwa wazima wazima kwa sababu ya manung'uniko na lawama. Ardhi ilipasuka na kuwameza akina Kora, Dathani na Abramu na watu wao, yalisababisha mchezo ukaisha. Ni katika kitabu cha Hesabu 16 mstari wa 31 mpaka wa 32. Kuna watu walipelekewa nyoka wakawagonga, wakafa kwa sababu ya manung'uniko. Kasome Hesabu 21 mstari wa 4 mpaka wa 5. Kuna watu walifia jangwani kwa sababu ya manung'uniko. Kisha Yehova akawaambia, waambie mizoga yenu itaanguka katika jangwa hili. Naam, ni kutoka kitabu cha Hesabu 14 mstari wa 29. Na kweli iliangukia pale. Manung'uniko ni ile hali ya kuona tatizo lako ni kubwa kuliko uwezo wa Mungu. Hii ni dharau kwa Mungu. Kwa dharau hii, Mungu anakuona mtu wa hovyo sana usiyestahili kuishi. Manung'uniko huzaa kukata tamaa, na kukata tamaa kunazaa dhambi. Dhambi inazaa mauti. Mauti sio mpaka uzikwe. Unaweza kufa ukiwa hai, yaani unapumua, kumbe kiroho ulishakufa kitambo. Utajuaje kama ulishakufa kabla ya kufa? Unachapa kazi sana lakini hupandi cheo. Wanapanda watu wa kawaida, huonekani. Manung'uniko na lawama vimeshakuwa umauti anayetembea. Umefungua biashara lakini hauuzi. Watu wanaishia kuulizia bei tu. Biashara yako imekuwa window shopping, huonekani. Manung'uniko na lawama vimeshakunyonga kitambo. Watu kibao wanakuchumbia lakini muda wa kuoa wanaenda kuoa kwingine, hawakuoi. Manung'uniko na lawama vimeshakuzika zamani. Wakija kutoa mahari wanaona tumbili. Umesoma vizuri tu, elimu yako haina mawaa, na uliongoza darasani kuanzia msingi mpaka chuo, lakini hauajiriki. Unafanya interview na kupata alama za juu, lakini hauitwi kazini, hauonekani. Manung'uniko na lawama vimesha kuchinja. Unajitoa sana kwenye chama chako, lakini hupati uteuzi. Wanapata watu wengine, tena wageni kutoka upinzani, wewe huonekani. Manung'uniko na lawama vimesha kuua, ukazikwa na matanga wakaanoa. Unalima, unavuna, lakini unauza kwa bei ya chini. Wanauza wengine kwa bei nzuri. Unaishi kifukara ndani ya ardhi yenye rutuba na mvua za kutosha, huonekani. Manung'uniko na lawama vilisha kuua. Una ndoa nzuri, watoto wazuri, lakini utulivu ndani hamna. Mnaishi kama wadangaji na wahuni, hamna mafanikio yoyote, huonekani. Manung'uniko na lawama vimesha kuua. Unasali sana, unaomba sana, unajitoa sana, lakini huna lolote, ni bure kabisa. Wakati mwingine hata sabuni ya kufua nguo za kanisani huna, na sadaka kumtolea Mungu wako unakosa, huonekani. Manung'uniko na lawama vimesha kuua. Acha. Unawasomesha watoto vizuri, lakini wote wamerudi nyumbani, hawana ajira, wanaitwa boomerang kids. Mnagawa ugali, hawaonekani bwana. Manung'uniko na lawama vilishawaua watoto wako. Mapato yako na kazi yako haviendani. Unachapa kazi sana, unapata mapato kidogo. Mapato yako ya mwezi mzima ni supu ya kigogo mmoja somewhere, huonekani. Manung'uniko na lawama vimesha kuua. Ulikuwa tajiri, ulikuwa na cheo kikubwa, ulikuwa na mali nyingi, lakini imebaki kuwa historia. Manung'uniko na lawama ndiyo vimesha kupokonya cheo chako, mali zako, hadhi yako yote. Sasa umeingia kwenye kundi la akina waliokuwepo. Acha manung'uniko, urejee kileleni. Kuna mtu manung'uniko yamekuwa sehemu ya maisha yake. Akiamka tu ni kulaumu serikali, analaumu matajiri, analaumu majirani, analaumu ndugu zake, anawalaumu wasomi, anawalaumu mpaka marafiki zake. Mbaya zaidi, analaumu mpaka Mungu kwa changamoto anazozipata. Utasikia aliyekupa wewe ndio kaninyima mimi. Hii ni hatari. Ndiyo maana Mtume Paulo akasema, wala tusiwe wanung'unikaji kama baadhi yao walionung'unika,
na kuangamizwa na mwangamizi. Kasome Wakorintho wa kwanza sura ya 10 mstari wa 6 hadi wa 11. Mungu hapendi manung'uniko. Hata mie kwa kweli sipendi mtu anayenung'unika mara kwa mara. Huwa anakera. Unampa mtu kila kitu, siku mkilala njaa, mara moja tu atakuimbia nyimbo zote za manung'uniko na masimango. Mtu wa namna hii ni hatari katika maisha yenu. Mtakufa bila ya kumiliki. Umekwama nguo za sikukuu kwa ajili ya watoto wako. Badala wamshukuru Mungu kwa nguo ulizowanunulia sikukuu iliyopita, wao wanaanza kunung'unika. Mambo yataendelea kuwa magumu kwenu siku zote mpaka watakapoacha hii tabia. Manung'uniko maana yake ni umekata tamaa, umekubali kushindwa, huoni matumaini kabisa mbele yako. Katika maisha hupaswi kunung'unikia hali ya maisha yako. Kunung'unikia maisha maana yake unamnung'unikia Mungu. Maisha ni ya Mungu Bwana, siyo yako. Ayubu alipofikwa na jaribu zito la kupotelewa na watoto, wanyama na kupatwa ugonjwa mbaya wa ajabu, hakuthubutu kumnung'unikia Mungu, maana alimjua Mungu. Yatendeni mambo yote pasipo manung'uniko. Hii ni kutoka kitabu cha Wafilipi 2 mstari wa 14. Unapomnung'unikia, unapuuza uwezo wa Mungu. Manung'uniko ni ile hali ya kulaumu sana, ukiamini kabisa wewe hustahili kupitia hali unayopitia. Inawezekana hata wewe usijinung'unikie na kujilaumu. Unajinyima baraka. Manung'uniko huondoa baraka. Mauti huanza pale unapokuwa mtu wa manung'uniko muda wote, alisema C.S. Lewis. Manung'uniko ni hali ya kujiona wewe ni mkamilifu, kwa hiyo haukustahili kupitia hali unayopitia. Hivi kwanza unajiona wewe ni nani? Bwana, ofa ya birthday yangu bado inaendelea. Unajipatia vitabu 13 kwa soft copy kwa shilingi 10,000 tu. Vitabu vyenyewe hivi hapa. Vitabu hivi hapa. Malezi: mwandae mwanao kuwa na hadithi nzuri. Biashara huanzia kichwani na siyo mfukoni. Fikra tunduizi, tungo za kufikirisha. Wasomi huru gerezani. Maisha ni kutafuta, siyo kutafutana. Ukombozi wa fikra za Mwafrika. Fungua ubongo. Miamba ya Afrika. Viongozi walioandika majina yao vibaya. Mbinu 16 alizotumia Yesu kutoboa. Viongozi wanaoishi baada ya kufa. Fahamu ya ndoa kabla ya ndoa. Na ukombozi wa fikra. Cheers kutoka kwa muhenga wa karne ya 21, Mwalimu Dennis Mpagaze.